kama moto kwenye ngozi, na nikikusamehe unanivunja mara mbili, na bado natetemeka ukisema rudi kwangu. Kidemjao unanichoma, kidemjao halafu narudi, kidemjao moyo wangu unauma kisha nasamehe. Nikwambie kitu mpenzi wangu, mpaka nakuta mpenzi wangu na shemeji yangu. Nakuomba hili jambo asije akajua Osman. Kiukweli mimi na dogo Osman tumetoka mbali sana. Yule dogo kasha nisaidia vitu vingi, na mimi pia nishamsaidia vitu vingi. Yaani urafiki wetu ni mkubwa sana, lakini endapo atakuja kugundua kwamba nimeweza kumsaliti, sisi atanichukuliaje? Nakuomba shemeji, yaani hii tulifanya leo iwe mwanzo na mwisho, sisi tukarudia tena kaka mchezo. Sawa shemeji, nimekuelewa. Naomba nitunzie siri, lakini naomba tu tunafanya tena na siku nyingine. Maki wewe fundi. Shemeji, ninajua tu yaani utamu wa asali ukishalamba tu kidogo basi utasamani ulambe tena. Kwa hiyo mimi sitaki tena tulambane tena. Yaani ninahitaji hapa pale hai jambo ishi hapa ili nisije nikamkosa mdogo wangu basi. Unaelewa? Baba sasa nikajiandaa. Kila kicheko chako kilikuwa kivuli. Nilijenga nyumba kwa mikono ya shauku, wewe ukabeba mlango na funguo. Msumari wa jana. Poa mzima. Safi, uko poa? Niko poa. Leo kama bahati naye muda mrefu sana, kona zinakuwa nyingi sikupati, ila leo kama bahati nimeona naye. Sasa sikia, sio mambo mengi sana. Mimi nimekusimamisha hapa kwa jambo moja. Mimi sana nakupenda. Nahitaji mpenzi wangu. Hapo kwenye kupendwa. Kama kupendwa mimi mbona napendwa wengi kakaangu. Yaani napendwa na watu wengi kweli yani. Acha kuzunguka mbweba. Unashinga ngapi? Unajua ni nini Amina? Mimi sio kukupa hela. Hela sio shida, naweza kukupa. Ila shida yangu mimi nahitaji nikuoe, uwe mpenzi wangu, nahitaji nikuweke ndani. Eti kunioa. Kaka, unaangalia kwa wasiwasi? No. Unaangalia vizuri? Yeah. Kwa unaona hii sura kuolewa? Unafaa kuolewa. Wewe ni msichana mzuri. Kwa nini usiolewa? Kangu ndo mada uko umenitia hapa? Yeah. Nini pesa? Leo kuolewa hata bado nakupenda. Maisha yangu yote kwa sasa naona kama yameharibika. Sina pa kwenda. Sioni future mbele yangu. Kila muda naona kabisa napita kwenye njia nzito yenye mateso. Kidemjao. Kiukweli Amina ananitesa sana. Na hapa ndipo ninapokumbuka msemo wa wahenga, kikulacho kinguoni mwako. Yaani Amina kunisaliti mimi na kakaangu. Anajua kabisa kama ile ni familia yangu. Kweli Amina? Hapana. Nikiendelea kulifumbia macho hili swala, nitapoteza sana uaminifu wangu. Nitajikuta naendelea kuumia bila sababu za msingi. Naomba afike mwisho. Nimechoka sasa. Nahitaji kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Bora nipenda na nipenda. Kweli. Tulisukumwa na dhoruba, tukafika bila majibu, lakini ndani ya mapigo haya kuna sauti ambaye amekusimamisha tu, amekuongelesha sijui, lakini hajakufanya chochote. Lakini mimi naweza hata nikakupiga vibaya. Kwa nini? Wewe unajifanya hujui ulichokifanya?
Sasa nifanye nini mpenzi wangu? Ujui ulichokifanya wewe? Yaani miongoni mwa watu ambao nilikuwa nawapenda na kuwathamini kwenye maisha yangu ni wewe Amina. Sijawahi kumkabidhi upendo wangu mwanamke wa aina yeyote mwingine tofauti na wewe. Nilikuwa nakupenda sana sana, lakini wahenga walisema jambo lolote ambalo linapata mwanzo basi alikosi mwisho. Una maana gani? Namaanisha kwamba Amina, mimi na wewe kuanzia leo hii mahusiano ya kimapenzi yameishia hapa. Usiseme hivyo, Simamina. Naongea kwa kumaanisha. Ulifikiri sitajua mambo yako eh? Ulihisi kwamba wewe utajificha mpaka lini? Yani sitajua mambo yako yani. Mimi na wewe ni muuaji. Simamina, naomba nisamehe. Hapana, siwezi. Unajua makosa yangu, basi nimekubali. Naomba nisamehe. Naomba tuachane. Wewe usinishike. Kwa mkono wako. Yaani wewe kutoka hapo kwenda kutembea na kakaangu. Kakaangu kabisa ambaye unajua yule mimi kama familia kwangu. Yaani kama Jia ingekuwa nakuchekea chekea wewe, na hisi hata Jia naye ungepita naye. Niache bwana. Nimechoka. Amina, nimechoka. Yaani nimefika mwisho sasa, nimeshindwa. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu, nimekaza Amina, nimekaza kiume mpaka mwisho. Lakini sasa nimeshindwa. Yaani nimefika mwisho. Moyo sasa hivi umeshagoma. Yaani Amina, kifupi sasa hivi yani mimi sina hisia tena na wewe. Sikupendi. Simamina, nakupenda wewe tu. Sina mtu mwingine ninayempenda. Koma. Tena ukome. Mbavu wewe. Mimi napendwa mpaka na mama yangu, sio wewe. Kwa mikono miepesi niliona mkubwa Mkute. Yaani Mkute wewe ndo kunifanyia mimi hivi? Mkute. Mdogo wangu. Hiyo ndo salamu. Yaani mbona unafika kwenye miji ya watu unaanza kupiga kelele na kushangaa, uongei, unabaki tu Mkute. Nimekufanya kitu gani ambacho nimekufanyia mdogo wangu? Inamaanisha tunachokiongelea hapa wewe ukijui Mkute. Ujui ulichokifanya Mkute. Yaani katika watu ambao niliwaweka ndugu, nikawasogeza karibu na maisha yangu ni wewe Mkute. Lakini siamini hiki ambacho umenifanyia. Kipi ambacho nimekufanyia? Hebu nisikilize bwana. Umesikia? Mtindo wa kunifokea mimi hapa kwangu sihitaji. Kama unashindwa kuongea kwamba nimekukosea nini, basi usipaze huo mdomo tena. Akili yangu ndogo nikiinuka hapo nitakuchafua. Mkute wewe kunisaliti mimi na mpenzi wangu Mkute wewe. Mkute wewe si familia yangu. Mkute wewe si kaka yangu wewe. Mkute mambo mangapi ambayo tumefanya mimi na wewe? Leo kunifanyia mimi hivyo wewe. Kwa sababu gani? Shida ni nini? Tatizo ni nini? Wanawake mbona wapo wengi Mkute? Au shemeji yako tu ndo mzuri kwako Mkute? Nimerudi Mkute, wewe ndio ambao uliniambia kwa ni mimi si wewe. Ulikuwa na malengo yako, si ndio hivyo? Samahani mdogo wangu. Najua mimi alilazimisha tu mwenyewe, sio kwamba mimi labda ndo nilikuwa hata sina hisia naye. Lakini kama unavyojua ndugu yangu, wanawake wanavishawishi sana. Na sisi udhaifu wa sisi wanaume unajulikana tunapoona tu maumbile ya mwanamke. Mkute wewe ulipanga Mkute. Wewe ulipanga. Hicho ulipanga wewe mwenyewe Mkute. Siamini. Basi, lakini sio mbali nisamehe. Ana nini mwingine sio kwa neno la mdogo wangu. Tumetoka wapi mdogo wangu? Wewe kwa familia yangu. Wewe saliti mimi sio. Wewe kwa familia yangu wewe. Nilipenda kwa mikono miwili,
wewe ukachukua nusu tu, ukiniahidi kesho safi. Kesho ikaja na moshi, siku zetu zilitoka taratibu kama maji kwenye mfereji. Sasa macho yananiuliza, Pati, kwa msikini hapo kuita? Wewe nimekuita muda wote unitikie. Mambo mengi sasa hivi. Unajua leo yenyewe nataka niwahi mtaani sasa hivi. Una shida gani? Niambie. Nikikuita na kuna ubaya. Nimekuta toka kwa mama nanili kule lakini unitikie. Sikia sawa mwanamke. Mimi na taarifa zako zote kuhusu bwana wako Osman. Wewe ukaja maskani kwangu huko kanipanga, si niyo nimeachana naye. Leo unakuja yaani nisikie sana mwana. Sitaki mazoea na wewe. Yaani kuanzia leo mita 100. Yaani ukiniona tu wewe pita hivi, sawa? Sasa njoo nikwambie. Mimi nimeachana na Osman kwa ajili yako Pati. Achana mimi bwana. Nasikia. Pati, mimi nakupenda. Achana mimi. Wewe si endea na Osman wako, sawa? Pati, mimi nakupenda. Na ndio maana nisikilize basi, unasikia? Kuanzia leo usijuane. Na ndio maana mimi sikutaka nikupeleke maskani kwa sababu nilikuwa nataka kujua tayari yako ilikuwa bado, yani ni wanawake ambao wanimisi hawataki katika maisha yangu. Kwa kwanza leo sitaki mazoea na wewe, naomba nisikie. Naomba. Hebu hebu nika kwanza, nasikia? Kuanzia leo usifanye hivyo, mimi sitaki mazoea na wewe. Achana mimi. kuamini moyo wangu umechagulia. Bahati ya upendo, wewe ndio bahati yangu. Bahati ya upendo, nimepata penzi la kweli. Bahati ya upendo, usiniache mikono yangu. Bahati ya upendo, wewe ndio ndoto ya moyo. Bahati ya upendo, wewe ndio bahati ya. Odi. Karibu. Asante. Salamu alaikum. Walaikum salaam. Uje kesho, yani sio leo. Nimeshinda kuvumilia, nikaona tu nije. Okay, sawa. Asante. Pia nimefurahi kwa sababu ni kama bahati kwangu. Na maneno machache ambayo nataka nikwambie. Kiukweli nimepitia mengi sana, lakini nimegundua thamani yako. Unajua, mwanzo ambapo ulikuwa ukinifuata na kuniambia kuwa unanipenda, nilikuwa sikuelewi, lakini sasa hivi nimegundua kuwa ni mwanamke sahihi na ni mwanamke wa ndoto zangu ambaye unanipenda, unijali. Unajua, kipimo cha upendo huwa kinaonekana pale wakati wa shida. Ulikuwa na mimi wakati wa machozi yangu, ukinifariji, ukinitia moyo na ukihitaji nafasi kutoka kwangu. Lakini mimi tu ndo nilikuwa mgumu kukuelewa. Kiukweli nataka niseme jambo. Nafasi ambayo umenipatia na ulikuwa unahitaji kunipatia, kwa sasa mimi ninaiomba hiyo nafasi. Kweli? Ndio. Osman, nashukuru. Pia nimefurahi kama umekubali kuwa na mimi. Naahidi kukuthamini, kukupenda wakati wa shida na raha. Sawa. Asante sana.
Nimefurahi kusikia hivyo. Nasikia. Unajua ni wanawake wachache sana ambao ni wavumilivu design kama ya kwako. Umenivumilia sana. Umenivumilia kwa maneno yangu mabaya juu yako. Umenivumilia kwa mengi. Asante sana. Sina cha kukulipa. Ila ukweli ni kwamba nakupenda. Nakupenda pia. Pia usijali, haina haja ya kuongea maneno mengi. Nashukuru wewe umejua thamani yangu na uwepo wangu kwako. Okay, sawa. Naona usiku unazidi kuingia. Ngoja nikabadilishe nguo ili niweze kupeleka nyumbani. Oh, haina haja. Mimi leo nalala hapa. Maana nisingeruhusiwa kutoka nyumbani. Kwa hiyo nikaongea na Odo, akipigia simu aseme nipo kwake. Leo nitalala. Kesho asubuhi nitaondoka. Basi sawa. Basi tupeleke ndani. Sawa, moshi. Sikuamini moyo wangu umechagulia bahati ya upendo. Wewe ndio bahati yangu, bahati ya upendo. Nimepata penzi la kweli, bahati ya upendo. Usiniache mikono yangu, bahati ya upendo. Wewe ndio ndoto ya moyo, bahati ya upendo. Wewe ndio bahati yangu, bahati ya upendo. Nimepata penzi la kweli, bahati ya upendo. Usiniache mikono yangu, bahati ya upendo. Wewe ndio ndoto ya moyo. Tulitembea jirani na mto, ukipanga nywele zako pole pole. Nilisikia dunia ikatulia, nikabaki na pumzi yako. Yaani wewe unateseka ni kama mimi nateseka. Kwa sababu gani? Tangia udogoni wewe ndio ulikuwa unachukua, tunaenda wote sehemu mbalimbali ku celebrate. Sasa mimi leo nakuta wewe uko katika hali hii, ndugu yangu, mnyonge, sio kama kipindi kile. Ndio maana leo namuomba. Ngoja nikwambie kitu mshikaji wangu. Mambo mengi sana yameshapita. Alafu kitu ambacho wewe ukijui yani kwamba sasa hivi yani Amina yupo kabisa. Kweli? Feature yani. Kitu fact. Kweli ndugu yangu. Ngoja nikuhadisie kilichotokea. Tunamjua yule mdada anaitwa Lamu. Nampata. Yule sasa hivi ndo amejaa kwenye moyo wangu. Kabisa, hata mimi nilimuona tangia mwanzo, alikuwa na nia, alikuwa anakupenda kweli. Ndio maana nikaona bora nimpe nafasi kuliko kupoteza muda wangu kwa mpuzi kama Amina. Kabisa ndo mdada. Maisha yake atakuwaje? Kweli. Miongoni mwa watu ambao ninawachukia. Lili nawachukia. Yaani Amina namchukia. Kanipotezea sana muda wangu, kaniliza sana. Yaani kafanya moyo wangu yani. Lakini kama alivyosema wahenga, hakuna jambo ambalo linapata mwanzo likakosa mwisho. Kabisa, lenye mwanzo lazima liwe na mwisho. Sasa hivi ninavyoongea mbona na enjoy tunakula bato watu vizuri. Najilamba. Kabisa, inabidi yani umkee sana mtoto mzuri. Lakini iko sio kilichonileta hapa ndugu yangu. Kitu gani tena? Unajua mafanikio yangu bila wewe sio kitu. Wewe ndio mtu ambaye ulikuwa unanifunulia kila baya ambalo analifanya Amina. Yaani ulikuwa unamfuatilia kokote anapoenda, kokote anapotoka. Ukawa unakuja kuletea taarifa. Kabisa najua. Kwa hiyo sasa mimi kama mimi binafsi yangu baada ya kukaa kufikiria niliona nilete kama shukrani kwao. Najua hii pesa ni ndogo sana, haitoshi kwa kitu ambacho umekifanya. Lakini ndugu yangu, unajua uwezo wangu wote. Hiki ni ambacho nimejikakamua. Nimeona hata at least rafiki yangu leo uende basi ukanywe hata soda ndugu yangu. Ndugu yangu, subiri kwanza. Wewe kama kaka yangu.
najua hilo unatafuta sana kwa jasho. Mimi nilikuwa naona tu ungebaki nao tu. Kama soda tutakunywa siku nyingine, tumeshapata hela nyingi zaidi. Kwa sasa hivi kaa utulie, focus na your life. Kweli ndio. Basi hata hii ndugu yangu, tugawane tu hapo na hata ukapata soda ndugu yangu. Hii chukua, nimekuja mimi kama ndugu yangu. Sio wewe ni kama familia yangu yani. Basi sawa kaka, haina shida. Unajua mimi bila wewe ndugu yangu singekuwa na furahia. Kabisa, ni kabisa. Unajua kwa mfano ile issue yako ulikuja kuniambia brother Mkute. Yaani nilikuwa siamini kama kakaangu kabisa yule ambaye angeweza kunifanyia mimi vitu kama hivyo. Lakini bila wewe, yaani mimi na imani mpaka saa hizi yani ningekuwa nimepotea. Kwa sababu Amina alikuwa ananipotosha. Yaani unaweza kukuta kasura kake akija kwako yani. Lakini ndani ya mapigo haya kuna sauti inayosema Nimefurahi sana kukuona. Usafiri ulikuwa shida. Mimi lazima nikukute. Kwa nini unasumbua? Wewe ni mwanamke ambaye kiukweli mtawa sana sana. Tena ni mwanamke sana furaha maisha. Najiuliza swali cha nini nakumbuka kumsikia yangu kwa mmoja kwa ajili yangu kwa nafasi, lakini bali ni kama kufundisha na hivi, lakini yote ni asante. Kiukweli nashindwa hata nikupa zawadi gani, ila zawadi ya Mungu pekee ndio inakufaa. Natamani siku moja tuwe na watoto na familia. Unapenda kuzaa watoto kama watano? Watano? Sawa. Wewe hata useme 20 nipo tayari. Kweli? Nashukuru pia kwa kunikubalia, mbona ulinizungusha. Unajua nakupenda sana wewe mama. Nakupenda kiasi cha kwamba nilikuwa naambiwa ninaamua pale niachane na wewe, sio mwanaume. Basi nilikuwa nakupenda mama kwa ajili yako. Najua hiyo. Naelewa sana yako. Kwa sasa una thamani kubwa sana na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kukupa thamani yako. Kweli? Kweli. Pena. Nakupenda sana. Sije nichiti nakupenda. Ni moyo wangu peke yangu. Wewe ndio mwanaume wa maisha yangu. Wewe ni furaha yangu. Wewe ndio taa katika kila kitu tunachofanya. Sina shida yako. Nakupenda. Sawa, basi usijali. Tamani siku moja uje kufahamu